Na Dickens, karibu tena. Kufikia sasa, unaweza sema hali imekuwa vipi hapa nchini Kenya tangia wakati ambapo taarifa hizi za kifo cha Raila Odinga ziliweza kuchipuka? Naam, tukubaliane kwamba kifo cha mzee Odinga kimewashtua wengi humu nchini na hata nje ya taifa hili. Wengi wameshtuka, wameshikwa na mshtuko, wengi wameshangaa. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed leo amesema kwamba alijua kwamba kifo kitakuja, lakini hakujua kwamba kitakuja hivi karibuni kama jinsi ilivyotendeka leo. Ishara tu kwamba kimewashtua wengi, viongozi waliochaguliwa chini ya ODM, marafiki, wafuasi wa Raila Odinga pamoja na Wakenya kwa ujumla. Wakenya wengi asubuhi ya leo wameweza pia tumeona barabarani wakishiriki maandamano wakilalama kwamba kifo kimewaumiza kwa kumchukua Raila Odinga. Wengi wamekuwa barabarani na majani wakiimba nyimbo za kumsifu Raila Odinga ambaye basi ameweza kuondoka. Taifa limeweza kushuhudia mambo tofauti tofauti, misongamano ya magari jijini Nairobi na hata nje ya jiji la Nairobi. Kule Kisumu kumekuwa na maandamano pia. Shughuli za kawaida zimeweza kusitishwa kwa muda. Ishara tosha kwamba Raila Odinga alikuwa anaenziwa katika taifa hili, na najua kwamba yeyote yule popote pale, hata kama alikuwa na nia tofauti na bwana Odinga kisiasa ama kiurafiki, kwa sasa anashtuka kidogo kwamba haya Odinga ambaye tulikuwa tumemzoea basi ameweza kutuondokea na kumpata si rahisi tena. Na tumeweza kuona kuwa humu nchini kumekuwa na hisia mseto katika kaunti tofauti humu nchini. Kivyako unahisi kuwa Wakenya haswa wafuasi wa Raila Odinga walikuwa wametayarishwa kwa kifo hiki au kimekuja kigafla tu, wamepatwa kigafla? Odinga kiukweli mara kadhaa ameondoka humu nchini kuelekea nje kupata matibabu. Japo mara kwa mara, wakati mmoja tu aliweza kuondoka kisha ikatangazwa kwamba Odinga ameenda nje ya taifa kupata matibabu, lakini kumekuwa na kimya. Hata kabla wakati ameondoka kumekuwa na duru mitandaoni, ripoti ambazo hazikuweza kudhibitishwa mtandaoni kwamba Raila Odinga ameweza kufariki kabla ya kutangazwa kwamba amefariki. Sekretarieti ya Raila Odinga pamoja na familia ya Odinga iliweza kujitoa kimasomaso, ikasema kwamba Odinga yupo sawa, anapokea matibabu na yuko sawa. Mpaka naibu wa rais akaweza kutangaza Kithure Kindiki kwamba alizungumza na Odinga hivi majuzi, Odinga yuko sawa. Kwa hivyo Wakenya hawakutarajia kwamba kifo cha Odinga kingekuja hivi karibuni. Japo tunajua kwamba wakati mtu ameugua anaenda hospitalini, tunamuombea apate matibabu aweze kuponywa. Tunasema kwamba daktari anatoa matibabu ila Mwenyezi Mungu anaponya. Kwa hivyo tulijua kwamba ikiwa Odinga yupo kule nje anapokea matibabu, Mwenyezi Mungu atampa uponyaji. Hatukujua kwamba angeenda akiwa Odinga, arudi akiwa mwili wake mabaki yake Odinga. Kiukweli wengi wa Wakenya hawakutarajia jambo kama hili, hasa kipindi hiki ambapo ameingia serikalini vijuzi. Wajua Raila Odinga ni mtu ambaye tumemjua kutoka kwa muda mrefu kwamba akisema kwamba ataingia katika serikali yako ataingia, whether umependa ama hujapenda ataingia, lakini kwa makubaliano na maridhiano yako wewe mwenyewe, kama jinsi ilivyokuwa pale nyuma na Rais William Ruto. Alikuwa ni adui wa kisiasa wa Odinga, lakini punde si punde aliweza akamkubalia. Baadaye akawa marafiki wake wa kisiasa, wakaweza kubuni serikali ya ushirikishwaji ama kupenda broad based, ambayo Raila Odinga ameingia juzi tu mwaka uliopita. Kwa mtazamo wako Dickens, kufuatia hali ya sasa au siasa za Kenya kufuatia kifo cha Raila Odinga, unahisi kuwa siasa za Kenya huenda zikabadilika na kuchukua mkondo mwingine? Kweli kabisa, siasa za Kenya zitabadilika. Kwanza Odinga ameweza kuwa katika ulingo wa siasa za Kenya kwa muda mrefu, kutoka serikali ya KANU, serikali ya NAK, serikali ya Jubilee, serikali sasa ya UDA, Kenya Kwanza. Odinga ameweza kuwa katika serikali hizo zote, na kila anapokuwa katika serikali siasa hubadilika. Alipokuja katika siasa alipoingia katika serikali ya UDA na Kenya Kwanza, kwa kweli siasa zilibadilika. Kumekuwa na kidogo ule msisimuko wa siasa kidogo ulirudi chini baada ya maandamano ya Gen Z. Mambo yalitulia kidogo, lakini sasa amekuwa ni kiongozi
amekuwa ni kiongozi dereva wa siasa za Kenya, upande wa upinzani, wakati mwingine pia upande wa serikali. Kwa hivyo siasa za Kenya zitabadilika, maana wengi wa viongozi vijana kwa watu wazima akiwemo Rais Ruto, maana walifanya kazi pamoja, walikuwa basi wametoka katika nafasi fulani wakiwa pamoja na Raila Odinga. Kwa hivyo wamemjua, wamemsoma, wameelewa kwamba huyu ni mzee wetu ambaye akisema kwamba twende kusini, twende magharibi, twende kaskazini, baada hata ya masaa ama baada ya miaka michache, hata kama ulikuwa unasema kwamba hatuendi kusini, unajipata mwenyewe waenda kule ambako Raila Odinga alikuwa amesema waelekea kisiasa. Kwa hivyo siasa za Kenya kuanzia sasa ama baada ya mazishi ya Raila Odinga itabidi zibadilike ili basi ziweze kuwa sawa. Na kabla hatujaweza kuangazia baadhi ya jumbe za rambirambi ambazo zimeweza kutumwa na viongozi wa humu nchini na hata kimataifa, labda tu kwa mtazamo wako, manake tumeona katika muhula huu wa Rais William Ruto, kipindi hiki cha miaka mitatu, tumeweza kuwa na likizo nyingi, public holidays. Wakenya wameweza kupewa likizo nyingi kutokana na masuala tofauti ambayo yamekuwa yakifanyika humu nchini. Na baadhi ya Wakenya wamekuwa wakisema wanataka likizo pia ya kumsherehekea na kumwenzi au kumwomboleza waziri wa zamani Raila Odinga. Jo, unafikiria kuwa Rais William Ruto huenda katangaza Kenya iwe na likizo? Kijana mmoja Mombasa leo katika maombolezi haya ya Odinga alitoa wito kwa serikali akisema kwanza leo, kama si leo kesho, angependa shule zifungwe, wanafunzi warudi nyumbani, kama si leo kesho waomboleze Raila Odinga. Akasema tena, alitoa maombi matatu. Hili lilikuwa ombi la kwanza. Ombi la pili akisema kwamba angependa Rais William Ruto na serikali yake waweze kuzungumza na magavana, waweze kutoa mabasi, kila mtu kijijini atolewe aende katika mazishi, wakati wa matanga ya mazishi ya Bwana Odinga aende katika ahudhurie mazishi ya Raila Odinga. Ombi la mwisho alisema kwamba angependa Rais William Ruto aweze kuhakikisha na kuweka saini kwamba siku ambayo Raila Odinga ataweza kuzikwa iwe basi Kikenya, katika kalenda ya Kenya iwe basi ni sikukuu ama holiday katika taifa hili, kama njia moja ya kuweza kutoa kumbukumbu na heshima kwa Raila Odinga. Ni jambo ambalo unasema kweli ni sawa, japo hilo basi ni jambo la Rais William Ruto na baraza lake la mawaziri na washauri wengine kukaa chini na kuarifiana, kukubaliana kwamba kwa sababu tulimuenzi Raila Odinga na amekuwa nguzo bora sana katika siasa na uongozi wa taifa hili, basi tunatenga siku fulani, kama itakuwa ni Jumamosi ama tarehe fulani katika kila mwaka ama kila mwezi wa kila mwaka, kuweza kumkumbuka Raila Odinga kama njia moja ya kuleta kumbukumbu zake hata baada ya kizazi cha leo na kizazi cha kesho. Kwa hivyo ni kusubiri kuona, lakini hilo ni jambo ambalo lazima pia wakae chini, Rais Ruto aweze kuwashirikisha vyombo husika ili basi iweze kuhakikisha kwamba, lakini kwa hivyo pia itakuwa bora, maana Raila Odinga kwa kweli ameweza kubadili sana uongozi na demokrasia ya taifa hili. Labda wengine hawaoni, lakini tangu miaka ya 90 mpaka wa leo Raila Odinga ameweza kuleta mageuzi mengi, ikiwemo basi hili jambo la sasa la ugatuzi. Hali nikasikia Wakenya wakisema kwamba baada ya Raila Odinga kuondoka katika ulingo wa siasa Kenya, sasa kile ambacho kimebaki sasa ni Kalonzo Musyoka aweze kuangaliwa, labda ataangaliwa na macho makali sana, kwamba na Rais William Ruto akisema kwamba anajaribu amvute kwa upande wa broad based ili waweze kuungana naye, waweze kufanya kazi pamoja. Kalonzo aliweza kutangaza hiyo jana kwamba ataondoka humu nchini leo kuelekea UK. Alisema kwamba ataelekea Uingereza kwa ziara ya siku 10, kwa ziara zake rasmi za siku 10. Sasa aliweza kuondoka, anaondoka humu nchini leo. Ameweza kutoa rambirambi yake akiweza kumkumbuka Raila Odinga kama waziri mkuu, kama kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa ugatuzi, kiongozi wa maendeleo, pamoja pia na alikuwa naibu wa rais, alikuwa naibu wa rais Gachagua pia ameweza kutoa rambirambi zake, au akionekana kama viongozi wa upinzani kwa sasa ambao kidogo wako hadhi ya juu kidogo. Wale wengine pia wameweza kutoa rambirambi zao, viongozi wengi wametoa rambirambi zao. Lakini nje ya Kenya, baada ya Rais William Ruto kuongoza taifa kuomboleza, akimtaja Odinga kuwa mzalendo wa taifa ambaye ujasiri na kuchulia kwake viliunda njia ya Kenya kuelekea demokrasia na umoja,
viongozi wengine tofauti wakiwa viongozi wa barani Afrika kama vile Cyril Ramaphosa ambaye ni rais wa Afrika Kusini, Nana Akufo-Addo wa Ghana, na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo ambaye amekuwa rafiki mkubwa sana wa Raila Odinga. Hata wakati Raila Odinga alikuwa anataka kile kiti cha tume Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika AUC, Obasanjo ndiye aliweza kumshika mkono kama kakake, akimwambia kwamba tutakusaidia katika kampeni jijini Nairobi. Wameweza kutoa rambirambi zao wakisema kwamba Odinga amekuwa mwanafalsafa wa Afrika, alichochea kizazi cha viongozi wenye maono. Waziri mkuu wa Ethiopia, waziri mkuu wa India ambaye Narendra Modi ambako Odinga ameweza kufariki akiwa na rafiki pia mkubwa wa Raila Odinga, ameweza pia kutoa rambirambi zake akisema, akimkumbuka kama rafiki wa karibu wa India rais mstaafu wa Kenya pia Uhuru Kenyatta. Kumbuka kwamba ameweza kufanya kazi pia na Odinga katika lile jambo la handshake ambalo basi liweza kuwashtua wengi wakati ule humu nchini. Amemkumbuka Raila Odinga kama mtoto wa kweli wa Kenya aliyependa taifa lake, na kwamba amehuzunika kumpoteza rafiki na kaka yake. Mara nyingi Uhuru alikuwa anapenda sana kumuita Odinga kama elder brother ama kakake. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga, aliyemtaja kiongozi mahiri, mwanamajumui wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Huyo ni Mama Samia. Nacho chama cha upinzani Tanzania Chadema nacho kimesema Odinga atakumbuka kama mwanasiasa mzalendo na shujaa wa demokrasia alijitolea kupigania haki, ujumbe uliotolewa pia na uongozi ama kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine, ambaye pia kidogo ameweza kupitia mtafaruku ambao sawia pia wameweza kufariki wa humu nchini. Wakenya wamekuwa kipoa ile opportunity ya kwenda kutazama mili yao. Sijui kama pia Raila, Wakenya watapoa ule muda wa kwenda kutazama mwili wa Raila. Unaonaje? Umezungumza zuri ukasema kwamba marais wa humu nchini ambao walikuwa marais ama marais wa zamani wa humu nchini ambao wameweza kuaga, ambao ni mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa mwanzilishi wa taifa hili, aliweza kuaga akiwa kwenye kiti cha uongozi mwaka wa 1978. Aliweza kuaga, Wakenya walipata fursa ya kuweza kutazama mwili wake. Akaja akafariki mzee Daniel Toroitich arap Moi akiwa basi ameweza basi kustaafu. Wakenya waliweza kupata nafasi ya kuangalia mwili wake. Akaja kufariki tena rais wa tatu ambaye alijulikana kama Mwai Kibaki, mzee Mwai Kibaki, Emilio Stanley. Mwili wake pia uliweza kutazamwa na Wakenya. Hao ni marais wa zamani. Rais ambaye alifuata Kibaki ni Uhuru Kenyatta, mwanae mzee Jomo Kenyatta. Yuko hai, tuwashukuru Mwenyezi Mungu, aendelee kumpa maisha marefu, amuondolee magonjwa, tuweze kupata hekima na busara yake kama taifa. Na sasa rais wa sasa William Ruto, hao ni marais, wale walikuwa marais na sasa wamekuwa hao ambao tumewataja kwa sana marais. Na Raila katika muktadha huu hajakuwa rais. Amejaribu kuwa rais lakini amejaribu kufikia, lakini hajakuwa rais, hajakuwa makamu wa rais, lakini aliweza kuwa waziri mkuu. Kenya haijawahi kupata waziri mkuu isipokuwa Raila amekuwa waziri mkuu wa pili wa Kenya. Waziri mkuu wa kwanza alikuwa nani? Mzee Jomo Kenyatta. Kabla awe rais alikuwa waziri mkuu. Kwa hivyo Raila amekuwa waziri mkuu wa pili wa Kenya. Waziri mkuu wa kwanza aliaga. Sasa Raila ameaga katika hali ambayo chini ya katiba mpya masuala ya waziri mkuu hayatambuliki, lakini hatujui kama itawezekana Wakenya kupata fursa ya kuweza kuona mwili wake, japo pia wajua familia iko katika njia bora sana ya kuzungumza kuhusu jambo hilo, maana mtu akiwa bado yuko hai na anajua kwamba labda siku zake zinakaribia ama akiwa amejipanga kulingana na jinsi alivyojipanga yeye huacha barua ama huacha maelezo kwamba nikifa ningependa hiki na hiki. Labda yeye alisema akifa hangependelea ama angependelea. Sasa hilo ni jambo ambalo familia ndio inaweza kuzungumzia, japo pia serikali ina uwezo wa kusema, lakini familia basi ina usemi zaidi kuhusu hilo. Ikiwa serikali itatoa fursa ya Kenya kuweza kuona mwili wake, maana Rais William Ruto alisema kwamba Odinga atapewa hadhi zote za maziko za kitaifa ama kupenda state funeral, basi hatujui kama
aliridhia ama hakuzungumza kuhusu jambo hilo, basi serikali itawapatia Wakenya fursa ya kuweza kutazama mabaki ya Raila Odinga kama aliyekuwa waziri mkuu na kinara wa chama cha ODM, ama yeye mwenyewe angesema kwamba yeye alikuwa rais wa watu ama rais wa Kenya ambaye hakuwahi kuwa rais kikatiba. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaweza kusubiri tuone, kama sio uvumi ambao tunauona kwamba ripoti ambazo haziwezi kudhibitishwa kwamba alisema azikwe chini ya masaa 72, basi serikali itapatia mwelekeo na familia kupitia kwa kaka yake Oburu Oginga Odinga pamoja na mama Aida, tutaweza basi kujua iko Wakenya watapata fursa ya kuweza kutazama mwili wa Raila Odinga kabla ya kuweza kupumzishwa. Na tukimalizia, wewe kama mwanahabari na Dickens, utamkumbukia nini Raila Odinga? Manake umekuwa mwanahabari kwa miaka kadhaa na umekuwa ukifanya taarifa zake nyingi sana. Kikweli sio kufanya taarifa zake tu, mwenyewe pia nimepata fursa ya kuweza kumuona Raila Odinga macho ana kwa ana katika makao makuu ya chama chake cha ODM, wakati basi tumeenda kufanya taarifa za kisiasa. Odinga amekuwa ni mtu ambaye hana mambo mengi sana wakati tunazungumza naye. Amekuwa ni mtu ambaye ana mambo machache sana. Moja kwa moja ana kwa ana, Odinga ni mtu wa mambo machache mno. Hazungumzi sana, zungumza kidogo, akisema tunafanya hivi basi tunafanya hivi. Hajakuwa mtu wa mambo mengi sana. Nimeweza basi kushuhudia uongozi wake. Wakati akiwa waziri mkuu nilikuwa katika taifa hili, nilikuwa tayari. Mimi siwezi sema kwamba sijashuhudia uongozi wake, nimeshuhudia uongozi wake. Wakati alikuwa waziri mkuu, wakati ameweza wania pia kugombea kutaka kuwa rais, pia nimeweza kushuhudia uongozi wake. Naweza kumkumbuka Odinga kama mtu ambaye ameweza kuzipatia serikali ambazo zimekuepo changamoto kidemokrasia. Wakati serikali basi inataka kufanya mambo yake, Odinga amekuwa pale na msimamo dhabiti kwamba hapana, hamufanyi hiki, mnafanya hili kulingana na katiba. Amekuwa kama mtetezi wa kibinadamu kwa masuala ya demokrasia na masuala ya kisiasa kwa Wakenya. Uwe labda ulikuwa serikalini, ulikuwa haupo serikalini, Odinga amekuwa pale kwa ajili yako wewe mwenyewe kama Mkenya ambaye anaamini kwamba taifa lake linapaswa kuendeshwa katika njia ya kikatiba. Na naweza kumkumbuka Odinga sana katika swala hilo. Masuala pia ya ugatuzi, masuala kupitia ile kura ya maoni ya ambayo iliweza kuzaa katiba ya sasa ya 2010. Odinga pia aliweza kuwa mmoja wa wale hasa mwanzilishi wa jambo la ile kura ya yes no, ile kura ya chungwa na ndizi. Ikiwa kuna wale ambao wanakumbuka Odinga, basi inaweza kumkumbuka katika masuala hayo. Ameweza kuwa mtu ambaye kikweli atakumbukwa katika vitabu vya historia ya taifa hili kati yetu pamoja na vizazi ambavyo vitakuja. Ndio jambo la maana sana ambalo naweza kusema kwamba naweza kumkumbuka Raila Odinga. Pia nimkumbuka Raila Odinga katika jambo lingine ambalo kidogo ili jambo nafikiri litabaki kwa vinywani vya wengi ambao waliweza kusikia masuala haya. Odinga kile kipindi ambapo William Ruto na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua waliweza kuchaguliwa, ni jambo ambalo kidogo alisema kimchezo lakini kilikuja kutendeka. Alisema kwamba kule yeye akitaka kuenda serikalini ataingia, akitaka kuenda serikalini ataingia. Akasema kwamba yule aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akasema kwamba ameweka mitego katika ikulu ya Nairobi ama ikulu na watu kwa ground ambao wakisikia kwamba Odinga ameenda kule mitego hiyo itamnasa. Kwa hivyo ni jambo ambalo Odinga alisema kwamba mitego ile ambayo ameweka itamnasa yeye ambaye alikuwa amesema kama ameweka mitego. Kweli mitego ile mnasa, lakini kwa sasa ni jambo ambalo Raila anaweza kumkumbuka kwamba alisema yeye angependelea kama kwenda ikulu angeingia. Hakuna mitego yote ambayo inamzuia. Ni jambo ambalo pia ni kitu ambacho kama wanadamu pia tunaweza kuangazia, tusome mawili matatu kwamba ikiwa umeamua kufanya jambo la busara, jambo la kusaidia raia, jambo la kusaidia jamii, basi usiangalie nyuma, endelea, maana utaweza kufanikiwa licha changamoto zozote zile zinaenda kubadilika. Tukumbuke kwamba kinara ODM amekuwa ni Raila Odinga ambaye basi amekuwa mwanzilishi wa chama hicho na amekuwa akishikilia wadhifa huo kwa mpaka wa leo, japo pia na viongozi wengine katika chama hicho, na kwamba ameaga akiwa bado ni kinara wa chama cha ODM. Kwa hivyo katika chama cha ODM ambacho basi ni chama kikubwa zaidi humu nchini cha kisiasa, cha upinzani cha kisiasa, itabidi basi kiangalie nani atakuwa kinara, atakuwa ni nani kinara ambaye ataweza kuvaa viatu vya Odinga kuweza kuendeleza nyayo za Odinga katika chama hicho. Kwa hivyo yule kiongozi ambaye atakuja kwa njia moja ama nyingine pia
japo pia chama kina sheria na masharti yake na katiba yake, itabidi pia naye aweze kuangalia ni vipi ataweza kuendeleza chama kwa ajili ya wa Kenya ambao labda ni wanachama ODM pamoja na serikali ambayo ipo kwa sasa. Ikumbuka kwamba ODM bado kipo katika makubaliano na chama cha UDA ambacho anaongoza Rais William Ruto. Kwa hivyo siasa zitaenda kubadilika. Na pia tutaona viongozi chipukizi, viongozi ambao basi watajitokeza kusema kwamba haya basi ni wakati wetu sasa wa kuvaa viatu vya Raila Odinga, ambaye hatakuwa mmoja na hatakuwa wawili, watakuwa kadhaa ambao wataweza kujitokeza kusema kwamba Raila Odinga alikuwa na sasa ameondoka. Kwa hivyo ni wakati wetu kufanya nini? Wa kuweza kuongoza na kufanya yale ambayo alikuwa tayari amekuza, kuweza basi kupata mavuno kwa Wakenya. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo tutaweza kushuhudia pale mbele, na kama Wakenya tuweze kuridhia na tuweze kuwa watu ambao tunajua kwamba Raila Odinga aliweza kuanzisha jambo ambalo pia ametuachia barabarani, na ni jukumu letu kuweza kumalizia, ambapo basi ni umoja na demokrasia hasa kwa idadi kubwa.